Mzee Warioba, hebu tuambie ni nani aliviandaa vyombo vya ulinzi na usalama? Vyombo vya ulinzi na usalama viliandaliwa. Waliambiwa mapema wajiandae kuzuia vurugu yote itakayotokea. Polisi waliambiwa wajiandae, na hata jeshi waliambiwa. Hii ina hatari kubwa sana. Mchakato wa uchaguzi imekuwa kama hali ya hatari. Kama mnajiandaa, kuna hali ya hatari. Unaandaa vyombo vya ulinzi na usalama. Vyombo vya ulinzi na usalama, kuchukua polisi. Kwanza nianze na jeshi. Ni muhimu tusiingize jeshi la wananchi katika mambo ya kisiasa. Ni muhimu sana. Jeshi letu tangu lianzishwe limefanya kazi nzuri sana, na naweza kusema kwa sasa hivi katika nchi yetu, kama kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwa uaminifu wa nchi, kwa uadilifu, kwa uzalendo, kwa nidhamu, ni jeshi la ulinzi. Ndio taasisi pekee yake iliyobaki. Hawana kamba kule, kwamba unakula kwa urefu wa kamba yako. Hawana. Wenyewe wanafanya kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa uzalendo na kwa nidhamu. Ombi langu kwenu ni kwamba mwaka huu na mwakani tunaelekea kwenye chaguzi za nchi yetu. Na hapa ndipo usalama mkubwa ndani ya nchi unapotakiwa kuangaliwa kwa ukaribu zaidi. Kwa niwaombe sana Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi, ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Kwa ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza. Hatusemi tukafanye chaguzi za kutumia nguvu, hapana. Taratibu, sheria na miongozo ya chaguzi zitafuatwa, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Mwakani tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, na ule ndio wenye vishindo vikubwa. Basi nikasema nitoe tu taarifa na kuwaweka alert kwamba hayo mambo yanakwenda kutokea, na jeshi tuna mchango mkubwa kwenye hayo. Hatuna budi kujiweka tayari. Vyombo vya ulinzi na usalama